Hii si hadithi ya mtoto, bali ni stori ya mtu mzima mwenye majeraha, maamuzi magumu na siri ambayo hata yeye hakuwahi kuisema kwa sauti. Pata utulivu na ufuatilie kwa makini, kwa sababu stori hii inaweza kubadilisha maisha yako. Katika kijiji kidogo pembeni ya msitu wa mialo, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Salim. Alikuwa mpole, huku akionekana mwenye huzuni muda mwingi. Maisha yake yalikuwa magumu, kiasi kwamba hata kivuli chake kilionekana kuchoka. Salim alikulia kwenye familia duni. Mama yake alifanya kazi ya kufagia barabarani. Baba yake aliondoka nyumbani wakati Salim akiwa mdogo sana, na ilikuwa ni kawaida kwa siku kadhaa kulala bila kupata chakula, wakiwa na matumaini kuwa huenda chochote kitapatikana kabla ya jua kuzama. Watu wa kijijini walimjua Salim kama mvulana mwenye ndoto za ajabu, kwa sababu Salim aliwahi kusema, siku moja nataka kuinuka juu kiasi kwamba hata dunia haitaniangalia kwa huruma, bali itanisikiliza. Lakini kila aliposema maneno hayo, watu walicheka. Walimcheka kwa sauti bila hata kuficha, na zaidi walimkejeli kwa kusema, Salim, na hivyo viatu vyako vilivyotoboka, ndio unataka kubadili dunia? Huna hata buku mfukoni. Wewe soma akili ya maisha kwanza, sio ndoto zako za mchana hizo. Maneno yao yalikuwa kama mawe yaliyopiga kwenye moyo wake, na kila jiwe lilimuumiza, lakini hakuruhusu lijenge ukuta wa kukata tamaa. Siku moja, Salim alikuwa amekaa peke yake kando ya mto, huku akitupa mawe ndani ya maji. Akawa anajiuliza kwa mawazo, kwa nini ndoto zangu zinaniumiza kuliko kunisaidia? Wakati huo huo, mzee mmoja mwenye ndevu nyeupe alikuwa akipita. Jina lake ni Mzee Khalid. Alikuwa maarufu sana kijijini pale kwa namna alivyokuwa na hekima na mtaratibu. Akamuuliza, Salim, kwa nini uso wako una huzuni ya miaka ambayo hujaishi? Salim kwa unyonge akageuka na kumjibu, ni kuhukumiwa, kudharauliwa, kuchekwa, kushindwa, pamoja na kujisikia kama mtu ambaye sina thamani. Mzee Khalid hakumkatisha wala hakusema lolote, bali alitoa kioo kidogo kwenye mkoba wake kinachoonekana ni cha zamani sana. Akamwekea kwa mbele ya uso wake huku akisema, angalia. Salim akaiona sura yake kwenye kioo. Akaona jinsi alivyo na uchovu, akaona maumivu, akaona huzuni. Kisha Mzee Khalid akasema, umeona hiyo huzuni? Sasa angalia tena. Nataka uangalie ndani zaidi sasa hivi. Alipoangalia kwa sekunde kadhaa kwa ukimya, ghafla aliona kitu tofauti, kitu ambacho hakuwahi kukiona mwanzoni. Aliona shauku, aliona nuru, aliona uwezo, pia aliona hasira ya kutaka kubadilisha mustakabali wake. Mzee Khalid akasema, kile unachokiona sasa, hicho ndicho kilichokuwa kinangojea uamke. Hiki ndicho watu wanajaribu kufunika kwa kejeli zao, lakini ukiwapuuzia na kila siku ukajitazama kwa ndani, basi utaona uwezo wako tena na tena. Salim alishika kioo hicho kana kwamba ni kitu cha thamani kuliko dhahabu. Kuanzia siku hiyo, maisha yake yakaanza kubadilika taratibu. Alifanya kazi mchana kwenye gereji akiosha magari. Usiku alikaa chini ya taa ndogo akijisomea vitabu vya biashara na uongozi. Nyakati za weekend alisaidia kwenye duka la vifaa vya umeme akijifunza jinsi ya kutengeneza vifaa vidogo na ufundi mbalimbali. Alilala masaa machache sana. Alihisi njaa mara nyingi, lakini hakuruhusu hali hizo za mpito zibadili dhamira yake ya ndani. Miaka ikapita. Salim alianza na biashara ndogo ya kutengeneza spika za mkononi kwa kutumia vifaa vilivyotupwa. Bidhaa yake ikaanza kupendwa. Akaanzisha brandi yake mwenyewe, akaajiri vijana wa kijijini. Mama yake akaweza kutibiwa vizuri na kazi yake ikaanza kuvuka mipaka ya kijiji. Siku moja, kama maajabu ya Mungu, watu wale waliowahi kumcheka walifika kwake wakiomba kazi, wengine ushauri na hata msaada. Lakini Salim hakuwa na kiburi. Alikumbuka safari yake na akasema, kila mmoja ana kioo, lakini tatizo si kioo. Tatizo ni vumbi lililo kwenye kioo linalowazuia kujiona vizuri. Na siku moja alikutana tena na Mzee Khalid. Alimkumbatia na kusema, uliniambia kuwa ninaweza, wakati ambao hakuna aliyeniamini. Asante sana kwa kunisaidia kuona moto wangu kabla haujawaka. Mzee Khalid akatabasamu huku akisema, Salim, ndoto haipimi pesa ya mfukoni, bali inapima imani ya moyoni. Sasa hadithi ya Salim inatukumbusha kitu kimoja muhimu sana. Si watu wanaokuambia wewe ni nani, bali ni kile unachojiamini wewe mwenyewe unaweza kuwa.
Maisha yako yanaweza kujaa kejeli, kuchekwa, kupuuzwa au majeraha ya maisha, lakini kamwe thamani yako haishuki wala kubadilika. Na siku utakapoamua kujifanyia kazi, basi maisha yako yataanza upya. Je, kuna mtu amewahi kukudharau au kukuvunja moyo, lakini baadaye ukaja kufanikiwa na kumshangaza? Naomba tupe uzoefu wako kidogo kwenye comments. Kumbuka, unaweza kumtia moyo mtu ambaye kwa sasa anapitia changamoto hizi na yuko karibu sana kukata tamaa. Mimi naitwa Ezden. Hii ni Success Path Network. Each one, teach one. Hakikisha una share, like, comment na kusubscribe.